ni wanaume wa sasa hivi, ambao unajua wanaume wa sasa hivi tofauti na wanaume wa zamani, generation nyingine ya huko. Kwa sababu yani vitu kila siku vina update, yani vina change. Na kwa mtazamo wako unadhani nini kinafanya hizi changes zinatokea? Hizi changes usasa. Sio, unaelewa? Usasa una upgrade every day. Kwenye makuzi yetu sisi tulivyokuwa tunakuwa, wewe usikuwa unaamka asubuhi na kabla wewe hujajiamsha unaamshwa labda unapewa jembe au unapewa dumu la maji. True. Lakini sasa hivi unaamshwa na nani? Unajiamsha wewe mwenyewe. Sio, umeelewa? Yaani hakuna mtu anaweza kukuguide, hakuna mtu anaweza kukuambia fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Sio, umeelewa? Sisi utandawazi the way tunavo upgrade. Kwa sababu zamani watu wengi walikuwa naamini mpaka mtu afanye kazi ngumu ndo wale ndo apate kipato, lakini sasa hivi kuna watu wako ndani tu yani hawafanyi chochote, lakini wana kipato zaidi ya wale watu ambao wana struggle, wanabeba zege, wanafanyaje. Kwa hiyo utandawazi ndio unatubadilisha sisi. Na sasa tumekuja kwenye generation fulani ambayo sasa hivi generation sasa hivi haiamini tena kwenye kutumia nguvu sana, natumia akili. Na generation sasa hivi tupo kwenye generation sana ya skin care. Si umeelewa? Generation fulani ambayo yani mtoto wa kiume anaona skin care matters, yeah. Same. Si umeelewa? Yani ile mtoto wa kiume, unajua kuna mtoto wa kiume mpaka anamwambia mwanamke mtumie hela, mwanamke amtumie, eti mtoto wa kiume anasusa, anakasirika. Ni kweli hiyo ipo, hata story moja mimi nisema. Ana mind tu, ananuna. Kwa nini unanuna? Hajapewa hela. Sisi tuko hapa kuwafanya hao wafly. Si umeelewa? Mwanamke sio mbaya kumuonga mwanaume. Ndio. Na hata haitu kuonga. Hiyo inaitwa support. Sio mbaya kumsupport, yani mwanamke kumsupport mwanaume wako sio mbaya, lakini pia ni mbaya sana kwa mwanaume kuonesha kwamba unahitaji support kwa mwanamke. Okay, so it's okay kwa mwanamke kumsupport mwanaume wake, lakini kwa maamuzi yake binafsi, sio kwa yeye. Pale anapoona kwamba this is my man, hapa aelewi kuna namna fulani inabidi mimi ni support. Kama mwanamke ambaye matured anajua anachokifanya, easy sana. Sijui umeelewa? Kwamba bwana mwanaume wangu hapa kuna mradi inabidi ufanye, unahitaji labda milioni 60. Lakini mimi mwanaume wangu let's say ana milioni 56. Bado milioni 4 tu. Kama mwanamke ambaye unaelewa unahitaji nini, easy kumsupport, kwa sababu unajua mpaka inafika time unawekezwa milioni 50 kitu. Access ya hiyo unaweka wewe ipo. Of course. Lakini kwa mwanamke pia ambaye haelewi nini anahitaji, unajua wanawake ni ngumu sana kumuelewa mwanaume ambaye anahitaji usahihi. Sasa hivi wanawake wengi wamekuwa kuchukulia ile wanaume kama matapeli hizi, na wanaume wengi matured wanaharibiwa na hii generation inakuja sasa hivi. Vizazi fulani vya kuchekecha hela za kula. Sijui umeelewa? Hata sababu kutana na manzi, kutana na mwanamke, yani anaanza kukucompare. Unakaa Kinondoni au unakaa Sinza au unakaa Tabata. Wanaume wa Tabata wako hivi, kutokana na zile storyline au kutokana na mtu mmoja ambaye ameshai kukutana naye ana tabia fulani. Sometimes hata kwenye kuzungumza, sio na wanawake tunaweza tukakaa tukazungumza. Kila mmoja akashare experience yake. Hata kwa wanaume pia tuko hivyo. Huwa tunazungumza, tunashare experience zetu. Sisi tunaharibiwa na utandawazi. Lakini mimi nataka niambie kitu kimoja. Yani love is beautiful. Mimi naambia love is beautiful. Lakini love ambayo ni beautiful ni love, unajua kwanza kinachomata ni chemistry. The way mna catch. Kwanza unajua ili muwe sawa wote muwe na lafudhi moja. Lafudhi sio kama wote muwe mnaweza kuongea Kinyakyusa au Kiingereza. Lafudhi ni yale maelewano ambayo yanaweza kuwa ndani na nje kokote. Na kitu kingine, heshima ni msingi mkubwa sana. True. Na kitu kingine ni upendo. Na ule upendo unabebwa sana na huruma. The way unamhurumia mtu wako ndio the way anazidisha upendo. Umeona? Mimi nimeshuhudia watu wengi wana grow from the scratch.
Umeona kama yule Poshno yule na Nasi, wale Nasi wale from the scratch. Yaani hawana hata shilingi 10. Unajua? Yaani kuna mifano ipo kama Dasuti na demo wake from the scratch. Sio mapenzi ya mitandao. Mitandao imekuja kuengage kulingana na biashara ambazo wanazifanya zinahitaji promotion na entertainment. Lakini wametoka from the scratch, wanajua nini wanahitaji. Na I'm telling you, hakuna mshikamano ambao hauna tija. Ni kweli. Kwa sababu umeona mafanikio yanaanza yani kwenye umoja. Mimi nimeshai licha kushuhudia, mimi nimeshai kwa kwenye mahusiano ambayo wote tumekuwa kwenye mahusiano hatuna chochote. Tumekuwa na experience kama miaka 3. Tumetengeneza maisha mengine ambayo ingetubidi sisi tuyaishi baada ya miaka 9 ijayo, na ndo ilikuwa ni future au target kwamba after miaka 9 tutakuwa hivi. Lakini tumekuja kuwa kwenye miaka 3. Kwa kuna 6 iko imebaki tu. Sijui umeelewa. Kwa hiyo nikapata experience yani the way mna catch, mna vibe, stories zenu zinakuwa moja, mnaelewana, mnatengeneza misingi. Ku grow up ni easy sana. Sijui umeelewa. Kwa love is beautiful. Mahusiano au upendo, mapenzi, mshikamano, relationships bado zipo, lakini zinaanzia kununye wenyewe. Sure. So kuna hiyo point ambayo umezungumzia hapo, kwa sababu naona pia na comment watu wanapenda sana kutaka kusikia zaidi kwenye huo uhusiano wako ambao umesema mlikuwa na future za miaka 9 ijayo, lakini mmeweza kuzitimiza within 3 years.